Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Naam, nikusalimu sana mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, nikusalimu na amani iwe nawe mtazamaji wa Wekeza Tanzania popote pale ulipo. Karibu sana ufahamu masuala mbalimbali ya uwekezaji na katika sekta mbalimbali yanavyoendelea hapa nchini, na bado tukiendelea kupewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo. Tunazungumzia Azania Bank ambao wanahakikisha unafahamu masuala mazima ya uwekezaji yanavyoendelea, lakini pia wanakupa mtaji wewe mwekezaji wa ngazi yoyote ile kupata mtaji kwa ajili ya kuwekeza. Hii leo kwenye Wekeza Tanzania mtazamaji wa TBC1 bado tunaendelea kuangazia ni kwa kiasi gani sekta binafsi inaendelea kuchagiza ile sera ya utalii tiba. Na hii leo niko Bunju, wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam. Na hapa nilipo mtazamaji, nipo kwenye kituo cha kupandikiza mimba cha Kairuki Green IVF. Tutafahamu kwa undani juu ya kituo hiki na ni kwa kivipi sekta binafsi imewekeza kuhakikisha kwamba inachagiza ile sera ya utalii tiba. Mimi ni Vumilia Mwasha kuletea Wekeza Tanzania hii leo nikiwa na mwongozaji wa wakati wote wa Wekeza Tanzania Neligwa Mugitu. Nikukaribishe sana. Tunapozungumzia swala zima la vituo vya kupandikiza mimba nchini Tanzania, kuna takribani kama vituo 5 katika maeneo mbalimbali, kikiwemo kituo cha Samia Suluhu Hassan cha hospitali ya taifa ya Muhimbili ambao pia wanafanya huduma hii ya kupandikiza mimba, na kingine ni hiki cha Kairuki ambacho kiko Bunju. Na hii leo nimekutana na daktari bingwa wa kina mama na daktari pia maarufu kutokana na kazi kubwa ambayo ameifanya. Hivi Dr. Clementina zaidi ya miaka 20 Ndio. Sawa. Huyu si mwingine, baadhi ya kina mama wanaelewa. Niko leo na Dr. Clementina Kairuki ambaye yeye ndiye mkurugenzi mtendaji wa kituo hiki cha kupandikiza mimba cha Kairuki Green IVF. Atatueleza kwa undani masuala hayo, uwekezaji, thamani yake. Je, kwa kivipi kituo hiki kimevutia sasa wengine ambao wanahitaji huduma kutoka nchi mbalimbali ili swala tuione ile utalii tiba ikiwa kabisa kimatendo. Unaendeleaje habari ya miaka? Salama. Salama kabisa. Nashukuru kukuona tena. Siku nyingi. Daktari, umekuwa wakina mama ambao walikuzoea kwa huduma ambao umekuwa ukiwapa miaka, wakikuona wanaona kama wewe ni kiumbe adimu sana siku hizi. Nini kimekukumba? Hapana, sio kiasi hicho. Sema nimejiongezea majukumu tofauti au nimebadilisha majukumu kwenda katika jukumu ambalo nadhani ni jukumu ambalo tungesema sijui ni special, sijui nisemeje Kiswahili chake, lakini ni jukumu ambalo kidogo linahitaji utulivu wa hali ya juu. Ni jukumu linahitaji kujiongeza kwa hali ya juu. Ndio maana labda sionekani sana kama zamani. Sawa. Wakati tunaingia ukiwa pale barabarani, unaona view ni nzuri sana. Kuna kama usiposoma hapa unaona kama unaenda kwenye hoteli fulani. Kituo cha kupandikiza mimba ndio mandhari yake anatakiwa iwe hivi au ni tuanzie kwa hapa nje? Okay. So mandhari haya kusema za kweli ni maalum kabisa. Yani si kwa makusudi kabisa. Kwa sababu katika hizi changamoto, kwa sababu kama walivyosema kupandikiza mimba, mtu tu atokea mke asubuhi akakuwa akaja kupandikiza mimba, pana. Mtu anapandikiza mimba baada ya kupitia changamoto, changamoto kubwa tuseme, ningesema ya uzazi. Kwa hiyo atakuwa alishapitia kutibiwa mambo ya kawaida ambayo yanaweza kumfanya mtu asipate ujauzito kwa haraka. Atakuwa ameshaona madaktari mbalimbali, lakini inapofika sasa imeshindikana, mpaka hata kifamilia imeshakuwa kwa kweli tabu, basi na tayari haiwezekani kutibiwa kikawaida, basi inabidi anaweza kafikia kufanywa upandikizaji.
Kwa hiyo ndio maana sasa ukija katika upandikizaji unakutana na watu ambao tayari wameshagongwa kisaikolojia, tayari wameshapoteza matumaini, tayari yani wameshakuwa katika hali ambayo sasa akifika kwenye hiki kituo cha upandikizaji tunataka sasa kwanza tumwambie kwamba karibu, tumwambie hujapotea, na tumwambie kwamba kuna hopes, yani kuna matumaini mbele ya safari. Kwa sasa mazingira yenyewe yakiwa yanamkaribisha, yanamtibu kisaikolojia, kwa sababu kama unavyowahi kusikia, unavyojua mazingira haya yanatibu kisaikolojia sana tu. Ndio maana watu wanaambiwa nenda baharini kapate upepo, nenda kwenye nature au kwenye sehemu ya asili, kwenye milima watu wanatembelea kupata yale mazingira ambayo yatafanya akili itulie. Kwa maana sasa akili ikitulia, unaanzia hapo kama tiba. Umeona, kwa tiba yetu tunasema huwa inaanzia nje kabla hata hujaingia ndani. Kwa hiyo baada ya hapo ndo tunaenda kusikia sasa tatizo lilikuwaje, lilianzaje. Kwa hiyo ndo na mazingira yameundwa kwa ajili kabisa maalum ya kufanya tiba kwanza ya kisaikolojia, ya kiakili, kabla hata hatujaanza kuingia kwenye hilo tatizo kubwa ambalo mtu anakuwa amekuja nalo. Dr. Clementina, ilikuja tukaona tu kwamba jengo limepanda, mmefanya anniversary ya miaka 3, mna watoto takribani 100 ambao tayari wamepatikana kutokana na kupandikizwa katika kituo hiki, lakini hatujui ilianzaanzeje mpaka sasa tuna Kairuki wana kituo cha kupandikiza mimba. Aha, asante. Ni story ndefu kidogo, lakini nitajaribu kuifanya iwe fupi. Kairuki, hiki kituo kwanza cha Kairuki Green IVF kama unavyojua kinafanya kazi au ni kitengo maalum katika hospitali ya Kairuki, si ndio? Kairuki Hospital. Kwa maana hiyo sasa hospitali ya Kairuki imekuwepo kwa takriban miaka 38, sasa hivi tunaenda mwaka wa 39. Kwa katika kufanya kazi kwake Kairuki hospital yenyewe ilianza hasa mwanzilishi kabisa marehemu Profesa Hubert Kairuki. Yeye alikuwa daktari bingwa wa kina mama na wajawazito. Sawa? Kwa hiyo hospitali ya Kairuki mwanzo ilikuwa zaidi imejikita katika mambo ya kina mama, ingawa imeenda ikipanuka sasa mpaka tunavyoona imetoka nje kabisa ya kina mama, lakini kwa hiyo ina maana kitengo kikubwa kimekuwa upande wa kina mama. Kwa sasa mimi hapa pia nikawa daktari wa kina mama, si ndio? Kwa hiyo tumeendelea kuwatibia, tumeendelea kuwahudumia wakina mama na matatizo ya kina mama, si ndio? Sasa katika kuwahudumia wakina mama na matatizo ya kina mama, unakwenda unafika mahali, kwa mfano niongelee kibinafsi. Mimi nilikuwa naweza nikakaa consultation pale au kwenye chumba cha kutibia kwa siku nikaona wagonjwa 30 mpaka 40. Katika hao wagonjwa 30 mpaka 40, 10% ni watu ambao wana changamoto ya uzazi. Kwa sababu hapo humo kuna watu ambao ni wajawazito, humo kuna watu ambao wana matatizo ya infections za kawaida, lakini kuna watu ambao wana changamoto ya kupata watoto. Kwa sasa katika hao sasa ambao umewatibia 10, katika 10% hao unawatibia, unakutana na 2% kama 2 ambao huwezi kumsaidia kabisa. Yaani kwa uwezo wako wote uliokuwa nao huwezi kumsaidia. Kwa sasa hiyo imeendelea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, sasa ikafika kwamba okay, hao wanawake ambao huwezi kuwasaidia labda unaweza ukawarefer nje ya nchi. Kwa hiyo tukaanza tunawarefer nje ya nchi, yani tunawapa kwenda kutibiwa sasa ambako wanaweza katibiwa sasa mpaka wakafanikisha. Kwa hiyo ilivyokwenda hivyo tukaona lakini sasa sisi tumefanya kazi kwa miaka mingi namna hiyo. Hiyo ilikuwa mwaka 2000, ilikuwa 2016, 2016. Yeah. Kwa hiyo mpaka tumefanya kazi kwa muda mrefu, kwa nini tusiangalie sasa upande huu ambao kina mama ambao tunashindwa kuwasaidia? Kwa hapo Tanzania kumbuka ilikuwa kuna kituo kimoja tu ambacho ni cha Sali ambacho sio mzawa wa Tanzania alikianzisha. Kwa hiyo tukasema sisi wazawa kama wazawa, kuna nini ambacho kinatushinda tu, kwa nini tusianzishe? Sasa mchakato unaanzaje? Mchakato unaanza na business plan, unaanza na mambo yote mpaka mkafanikiwa. Kwa hiyo tuseme kwa thamani ya uwekezaji mpaka sasa, najua bado mnaendelea na utanuzi, ni shingapi mpaka sasa imetumika? Okay, mpaka sasa hivi thamani ya, kwanza niseme hivi, mimi sipendagi kusema thamani hivi. Nikueleze kwanza, uwekezaji umekuwa katika hatua mbalimbali. Uwekezaji kwanza katika kuwatengeneza wataalamu. Sawa, ndio kitu cha kwanza ambacho uwekezaji huo naweza nikasema pamoja na mimi mwenyewe, mimi maana yake nilienda kusoma Uingereza ambao
Kwa mfano masomo yangu alitumia kama milioni 100 kwa kipindi hicho. Kwa muda gani daktari? Mwaka mmoja na nusu. Milioni 100. Kuna watu hiyo ni tuition fee tu au kuna tuition fee tu? Kwa bado mahuduma mengine. Mahuduma mengine. Kwa hiyo kuna wengine ambao wakapelekwa India, kuna wengine wakapelekwa South Africa. Kwa hiyo kama wataalamu 5 walipelekwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujitayarisha sasa kwa ajili ya kutoa huduma. Kutoa huduma. Na wote ni Watanzania. Wote ni Watanzania. Basi wote walikuwa ni wafanyakazi wa pale, kwa hiyo walifanya kuendelezwa tu kutoka kwenye hospitali ya Kairuki. Basi sasa baada ya hapo huo ni uwekezaji ambao naweza nikasema kama milioni 300 mpaka 400 hivi kwa wataalamu. Baada ya hapo sasa una wataalamu, je, una infrastructure, una hiyo kituo kinakuaje sasa? Sasa kuna uwekezaji mwingine ukafanyika kwenye majengo kama hivi mnavyoona. Ili ni uwekezaji kwenye majengo ambao umetumia kama bilioni 3.5 around hapo. Kwa sasa baada ya majengo sasa kuna sasa kazi kuu ambayo sasa ni maabara, vifaa ndani ya maabara ambao ndio huduma yenyewe. Ambao ndio sasa huduma yenyewe. Sasa huduma yenyewe ni takriban kama bilioni 1.5. Hivyo vifaa sasa ndani ya maabara mpaka kila kitu kikae sawa sawa. Hatujafikia mwisho kabisa, bado tunaendelea. Hata sasa hivi kuna mtambo ambao tunauwekeza ambao tuliwaona Azania wakatupiga push. Azania Benki. Azania Benki wametupiga push ambao unaingia mwezi huu. Ambao Azania Benki wamewapa kiasi gani? Wametupa kama milioni 200 kwa ajili ya huo mtambo. Mambo haya ndio mambo ya Azania Benki, kuhakikisha kwamba wanawezesha wawekezaji, serikali, sekta binafsi, kuhakikisha mambo yanaenda. Kwa hiyo huo ndio kiwango cha uwekezaji ambacho tunazungumzia uwekezaji wa bilioni 5 na bilioni 5 around. Okay, safi kabisa. Twende nilikuwa naonyesha mandhari mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Tuingie ndani. Dr. Clementina, najua leo akina mama wengi sana watakuwa wamefurahi kukuona. Nashukuru. Kwa kweli na mimi nafurahi nikikutana na wakina mama ambao tumekuwa nao mpaka tunaisha kuwa marafiki. Kwa hiyo mtu akiingia cha kwanza mandhari inaendelea vile vile ndani na nje. Kabisa. Safi sana. Kabisa, inabidi mtu aendelee kuburudika na roho yake. Na roho yake. Arizike. Anze kupona. Unapunguza 20% ya mawazo. Kabisa. Na hapa tunaanzaga na massage. Au hii ni kwa ajili ya mtu yeyote ambaye anajisikia kufanya massage anaweza kaja hapa akafanya massage. Kama zote ni relaxation techniques. Kwa sababu hapa kitu kingine ambacho tunakifanya kikubwa, tunao wana saikolojia ambao wao kazi yao kubwa sana ni kuweka watu sawa. Kwa hiyo sasa wana saikolojia wenyewe wana shape environment kwamba lazima kuwa kuna vitu ambavyo vitamfanya mtu a relax, vitamfanya mtu mpaka anakuja kufika kwa daktari angalau hata akijieleza atajieleza akiwa ameshapoa. Sawa. Dokta, tukisogea hapa karibu kwenye mapokezi yenu tunaona kabisa celebrating more than 100 babies. Mpaka sasa hivi tuna watoto wangapi ambao wamepatikana kwenye kituo hiki? Mpaka sasa hivi tuna watoto 122. 122 ndio ambao wamezaliwa katika kituo hiki. Alafu kuna ile kwamba watoto wengi wanaopatikana kwenye kupandikiza wanakuwa ni mapacha. Wengi wenu ni mapacha au mmoja? Sio wengi ni mapacha, kuna balance fulani ambako kuna mmoja, kuna mapacha wawili, lakini kuna triplets, mapacha watatu. Kwa hiyo nikasema variety zote zipo. Wakati wa upandikizaji nitakuwa tumeshaamua kwamba huyu kwa kizazi chake kilivyo, labda tumwekee watoto wawili, tuseme embryos au viinitete viwili, ili kusudi angalau hata kimoja kishike. Sawa, lakini kuna huyu kizazi chake kilivyo tumwekee viinitete vitatu. Sawa, sisi tunaweza kuweka viinitete viwili mpaka vitatu. Sio zaidi hapo, lakini sio chini ya hapo. Kwa hiyo sasa ikitokea ikashika kimoja tutashukuru Mungu. Ikitokea vikashika viwili katika vile vitatu tunashukuru Mungu pia. Lakini inatokea pia vinashika vitatu. Huwa sio lengo letu kwamba mtu apate mapacha, ujue. Ingaje mtu anauliza sio lengo letu, lakini inatokea mtu anapata mapacha. Kwa hiyo kusema kweli katika sayansi yote mtu asikudanganye kwamba anakuwekea akijua lazima mapacha watatokea. Hapana. Kwa hiyo hii ni kupandikiza ni kwa mwenye tatizo. Yes, ni kwa mwenye tatizo. Kabisa. Hebu tuende kwenye swala zima la utalii tiba sasa. Hiki ni miongoni mwa kituo ambacho kinaelezwa kwamba kinavutia utalii tiba kwa nchi hasa za SADC. Ukweli wake ukoje? Mmeshahudumia watu wa nje ya Tanzania nchi gani? Ni kweli kabisa. Tumeshahudumia watu. Kwanza wakati tunatengeneza kituo, malengo yetu ilikuwa sio tu kwa ajili ya
wa Tanzania peke yake. Ilikuwa ni pamoja na nje ya Tanzania. Kwa hiyo tulifanya kwamba tunataka kutengeneza kitu ambacho ni kina international standards. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa nani yetu, ndio ilikuwa vision yetu tangia mwanzo. Kwa hiyo katika tunavyoanza kutengeneza, kwa kila kitu kimetengenezwa kwa kufuatia na kwa kuzingatia miongozo ya kimataifa. Si ndio? Na mmeshapata ile certificate ya kimataifa? Kabisa. Unaweza kuona pale. ISO safi kabisa. Tuko ISO certified. Kwa sababu ilikuwa ndio lengo moja hapo ya malengo makubwa ili kuwahudumia kuwahudumia watu zaidi ya mipaka ya kwetu. Pamoja na kwamba hata sisi wenyewe tungependa tupate matibabu bora, kwa sababu hata watu walikuwa wanafuata nje matibabu bora zaidi ya kimataifa. Kwa sasa sisi pia tukawa tumejitayarisha kwa mlengo wa kuwahudumia watu wa kimataifa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyoongea tuna watoto katika Afrika hii. Tuna watoto Malawi, tuna watoto Rwanda, tuna watoto Kenya. Alafu tukitoka nje ya Kongo, alafu tukitoka nje tukaenda huko Afrika, Komoro tuna watoto wengi. Tukitoka nje zaidi tuna watoto Uingereza, tuna watoto Marekani, tuna watoto Canada, tena Canada na mapacha watatu. Umeona? Kwa hiyo tumeshatoka nje sana. Juzi kwa tunatenda kutoka Ujerumani. Kwa hiyo kusema za kweli niseme kwamba tumeshakuwa wa kimataifa. Na mtazamaji, hii ni Wekeza Tanzania na tunapewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo Azania Bank, ambao ndio pia inawawezesha wawekezaji mbalimbali kuwekeza katika sekta mbalimbali. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Benki sikuwa peke yangu, tena time ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi. Chap, nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza, wote walihitaji kufahamu hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu, nenda GEPG Payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital, benki popote. Bado nipo na daktari bingwa wa kina mama Dr. Clementina Kairuki, na tunaendelea kudadavua swala zima la kituo cha kupandikiza mimba. Kairuki Green IVF. Ujue ukisema tu kituo cha kupandikiza mimba wanaona tu ni ile process ya kupandikiza mimba tu mtu hapa apate mimba. Lakini huduma gani, hebu tupitishe kwa haraka daktari kitaalamu huduma ambazo zinatolewa na kituo cha kupandikiza mimba. Ukisikia tu kituo cha kupandikiza mimba. Sawa, ukisikia kituo cha kupandikiza mimba umeshawahi kusikia watu wanasema IVF. Sasa IVF hilo inasimama kwa in vitro fertilization. Sasa IVF yenyewe kwanza ni huduma ambayo ndio ya kwanza kabisa kuanza kutumika wakati huduma hizi zinaanza za upandikizaji mimba huko Uingereza. Kwa hiyo sasa kwa sababu hiyo huduma ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa IVF, ndio maana ikashika kasi. Kwa hiyo kila mtu anajuaga ni IVF. Lakini in actual fact katika ndani ya tiba hii tunaita ART, Assisted Reproduction Technologies. Okay. Sasa katika hizi teknolojia kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Kwa hiyo katika mambo yanayofanyika, moja wapo katika kupandikiza mimba kuna kitu kinaitwa ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection. Hiyo ni upandikizaji mimba ambao unahusu ndani ya maabara sasa, ambao sasa jinsi ambavyo kazi zinafanyika kule, itachukuliwa mbegu ya baba itatungwa kwenye yai moja kwa moja. Sawa, alafu mtoto atapatikana, akishapatikana mimba itaendelea. Lakini pamoja na hayo kuna watu ambao labda hawana mayai kabisa. Kwa wanaweza kupata msaada wa kupata mayai. Kuna watu hawana mbegu kabisa. Kuna watu ambao wanaweza kupata msaada wa kupata mbegu. Kwa hiyo inaitwa donation program. Lakini pia kuna watu ambao wamepandikizwa mimba, vinitete vyao vimebaki. Kuna pia huduma ya kuweza kuvihifadhi. Yaani tunasema freezing programs. Kuna ile mpaka ilifriziwa kwa miaka 50 duniani. Ipo. Kwa hiyo sasa ni huduma ambayo mtu anaweza lakini pamoja na hayo, kama nilivyokueleza, hizo ni huduma ambazo zinajikita zaidi kwenye upandikizaji. Lakini pamoja na hayo, kuna kabla hata ya upandikizaji kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukaboresha labda
Kwa mfano mtu ambaye ameishiwa mayai yako kidogo sana, unaweza kufanya uishaji wa mayai, uboreshaji wa mayai. Kuna huduma ambayo tunaita PRP, ambao tuna hiyo platelet rich plasma. Tunachukua damu yako, tunatengeneza virutubisho ambavyo tunaviingiza kwenye ovari zako au kwenye inaitwaje ili kusudi mayai yako yaweze kuwa active. Kuna huduma kama hizo ambazo ni huduma saidizi. Kwa hiyo sio hiyo kupandikiza mimba tu kama tunavyodhani, huduma ni nyingi. Huduma ni nyingi kwa kweli. Kwa hiyo matatizo tu ya uzazi ndio ambao wanatakiwa kabisa. Dr. kuna wakati sitamani kukuachia, lakini ombi la Wekeza Tanzania ni kwamba uturuhusu kwenda maabara. Unajua hairuhusiwi, lakini angalau Watanzania waone kidogo. Wala hamna tatizo. Tukifika hapa ni nyumbani. Ndio maana tuko Tanzania na hapa ni nyumbani. Kwa nini tusione bwana? Kabisa. Muhimu ili watu waone uwekezaji wenyewe. Lakini kabla hatujaenda kule, kutamani tuone hiyo room ya daktari mnavyofanya na nini kabla hatujaenda eneo la maabara. Hivi swala la privacy, asante. Swala la privacy likoje daktari? Kama unajua tiba, tiba aina yote tu, sio hiyo upandikizaji. Inahitaji privacy. Unaona, mtu ile ajisikie kwamba yuko protected, ajisikie kwamba habari zake haziwezi kutoka nje. Kwa hiyo hata katika kiapo cha madaktari unapo utatunza siri. Kwa hiyo ukiingia unavaa koti lako kama kawaida. Kwa hiyo kawaida ukiingia. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, kwa kweli kwa chumba hiki saa 2 kwa hata mgonjwa anaweza akakaa pale akahama, bado mnasikilizana tu na kupiga story. Ni kweli kabisa, na mara nyingi wanakuja couples, wanakuja mtu na mwenza wake. Tunashauri sana aje mtu na mwenza wake, kwa sababu matatizo yanaweza kawa ya upande wowote. Inaweza kawa mama au mke, inaweza kawa mume ndio ana tatizo, au inaweza kawa ni ya wote wawili. Kwa hiyo ukimwona mtu mmoja tu unajikuta kwamba kipande kikubwa tu hujakimalizia. Kwa hiyo ndio maana tunasema siku zote lazima kuja. Ndio maana hii kochi ni kubwa kwa watu wawili au kuna viti viwili kwa maana ya kuwasikiliza. Kwa maana kumbe katika hii unaanza na matibabu ya awali pia kabisa. Sawa kabisa. Kama nilivyokuambia hapo ni kitu changu cha consultation. Mara nyingi couple watakuwa wamekaa hapa, mtu na mwenza wake, au wakichagua wanaweza wakakaa upande ule wa pale. Kwa sasa pale tutaongea. Tukishaongea tukamaliza, kuna sasa wakati wa kuja kumpima mama. Sawa, hii bado nipate ya consultation, sio kwamba ni tiba bado. Ngaje ndio consultation nao nipate ya tiba, lakini kuja hapa sasa na kuja kuexamine na kuja kumchunguza. Sasa kwa hiyo uchunguzi wa kina unafanyika katika hichi kitanda. Lakini uchunguzi wa kina kuna vifaa ambavyo vinanisaidia mimi kuona ndani zaidi, ambao moja wapo ni hii ultrasound. Kwa hiyo hiki ndio kifaa changu, yani ukisikia kwamba jembe, unajua watu wanakuanga na jembe ile, ile ndio jembe lako. Sasa kwanza kuona sasa ndani, kwa sababu hii unaingiza kwa ndani ya mama na kuweza kuona hasa hali ikoje. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndio tutaweza kukaa pale chini na kuongea vizuri. Kwa hiyo na taa hapa ambao inanisaidia kuona pia hali ikoje. Kwa hiyo hapo nakaa mama atakuwa amelala vizuri hapa. Kwa hiyo ni katika moja wapo ya consultation, ni uchunguzi ambao unaendana na consultation. Hapo tujaanza hata vipimo. Sawa. Ndio ndani ya ile saa 2. Ndio ndani ya ile saa 2 hasa. Sawa. Lakini una ujumbe gani kwa Watanzania kwa ujumla kwa kuwa na uwekezaji kama huu ambao unapatikana nchini? Zamani walikuwa wanaenda sana Afrika Kusini, ilikuwa maarufu sana kwa hii, pamoja na India. Lakini sasa hivi wanapata, lakini na gharama kidogo. Kuna kijinsi kama nao wanakuwa kama wanashtuka. Hebu una wito gani kwa ujumla wake? Sawa kabisa. Kwanza mimi wito wangu kwa familia ni kwamba sasa hii familia kwa kweli wawe na furaha kwamba tiba kama watakutana na changamoto, tiba iko hapa nchini. Sawa. Kwa hiyo tumewezeshwa, na sisi inabidi tuwezeshe. Kama Tanzania alituwezesha, basi na sisi inabidi tuwezeshe. Kwa hiyo sasa ndio hicho kitu ambacho ningependa kwamba Watanzania wajue. Lakini hata kabla hujafika kwenye tiba, ningependa kusema kwamba jamani, kwanza ni kuzuia kabla hata tujafika huko. Mimi ningependa kuasa sana, maana sababu kubwa za kufikia huko zinachangiwa nyingine na magonjwa zinaa. Kwa hiyo tukijikinga na magonjwa zinaa, tutakuwa tumekata kipande kikubwa cha kufikia huko. Lakini pia kwa mfano katika magonjwa ya hormone, unajua hawa wasichana wetu, watoto wetu, anafika mahali mpaka anavunja ungo, ana maumivu makali sana.
anasema nyumbani na maumivu makali, mwanamke hutaki kusema au maumivu ni kawaida. Lakini kumbe maumivu mengi sana sio kawaida. Kwa hiyo sasa inatufikisha kufika mpaka kupata changamoto. Kuna kitu kinaitwa endometriosis. Ni kitu cha hatari sana. Lakini watu bado tunachukulia hatujaelewa. Kwa hiyo kuanzia nyumbani ile kumwangalia mtoto wa kike yukoje, lakini hata mtoto wa kiume asijiingize katika mambo ambayo sio lakini na environment yenyewe jinsi ambavyo yani tunaishi maisha yetu kwenye chakula ni kitu ambacho pia kinaweza katufikisha kwenye hatua hii. Kwa hiyo lishe zetu zikoje? Kwa hiyo wataalamu wa lishe hapo, mimi sitaongelea lishe, lakini kuna lishe ambazo zina support kwamba uzazi wetu uwe salama. Kwa hiyo tukianza kwanza na kujikinga, alafu sasa ikishindikana sasa ndo tunakuja sasa kuna tibiwa. Kwa tiba zinaanza hospitali za kawaida, lakini ukifika katika hospitali kama hii ndio tunatoa tiba za kawaida, lakini kama kimeshindikana kabisa hatuna haja kupeleka sasa India au South Africa kama unavyosema. Hapa tutadili na wewe mpaka mwisho, mpaka kieleweke. Kwa hiyo ukiniuliza kama labda kuna kitu gani ambacho labda nyewe mkikishindwa mnakipeleka nje, ninachoweza kuambia ni kwamba haya matibabu mtu hawezi kuwa unajua kila kitu. Tuna komiti ambazo tunajadiliana nazo. Kwa hiyo sio mpaka kiwe kishindikane sana au nini. Kesi inajichukuliwa, inajadiliwa katika level ya duniani. Kuna platform ambazo tunaingia, tunapeleka kesi zetu, tunajadiliana, hata sisi wakiwa na changamoto wanatuambia. Kwa hiyo tunaenda kwa kusaidiana katika jamii hii mambo ya fertility. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni Dr. Clementina Kairuki ambaye ni daktari bingwa wa wakina mama, lakini ndiye mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kupandikiza mimba cha Kairuki Green IVF, ambao wametupitisha kwa undani kabisa. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hivi sasa naelekea eneo la maabara na tayari umeshapata maneno kutoka kwa mdhamini wetu wa Wekeza Tanzania, Azania Bank, ambao wanatupa jeuri kweli kweli. Na hapa niko na kijana mtanashati. Hali gani? Niko salama, karibu sana. Asante. Uko poa? Ya, niko vizuri, karibu. Sasa hii alama nyekundu? Sasa hapa inamaanisha kwamba kwa zoni ulioko huko ni sehemu ambayo haiko controlled, yani uchafu. Lakini ukija kwenye zoni ya maabara kuna usafi ambao unatakiwa wa standard. Ndio tumeweka hivi. Na pia ukifika hapa viatu vya kule vinaishia kule. Unaona? Viatu vya nyumbani vinaishia huko, lakini viatu sasa vya huku ndani ambavyo ni safi vinaanzia huko. Kwa ukifika hapa lazima upate hizi sheria kwa ajili ya kuhakikisha usafi unakuwa mzuri na ucompromise quality. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, nimeona mimi leo kabla sijaja hapa niliambiwa hakuna perfume, hakuna lipstick. Unaona leo hakuna hereni. Unaona leo sijavaa hereni kabisa. Unaona leo yani mimi niko natural. Afu mwongozaji wangu wakati wote niligomgitwa anaambia uzuri unachangia. Kwa hiyo sasa karibu baada ya hapo tunaenda sehemu ya kubadilishia nguo. Ya hizi nguo hazitakiwi kuingia ndani ya maabara. Usiniambie. Kwa tunaenda kubadilisha nguo huku. Ila sivui na maji yake. Kuna baadhi kama ni nyingi utapunguza, utaweka nyingine ambazo ni scrub za huku ndani. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa kule na usafi kabisa, kwa sababu unajua sisi tunatoa sweat. Kwa ule uchafu ukiingia kule, hizo harufu huwa zinaharibu vile viumbe. Kwa hiyo kuhakikisha hilo jambo liko vizuri, tunabadilisha nguo maalum ambazo ni. Unaweza kuuliza jina lako? Mimi kwa majina naitwa Aidan Mfuka. Ni mtaalamu pia wa mambo ya maabara, lakini specific mimi tunajiita quality assurance officer kwa Kiswahili. Ndio mtu wa quality, ndio maana unaniangalia sana kuanzia juu mpaka chini jamani. Sawa, karibu sana kwenye changing room. Asante sana. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, tayari nimeshaingia maabara na tayari nimeshabadilika, nimeshakuwa nesi vumilia tuseme. Mpaka unaniona mtazamaji nimevaa hivi, nimepita mambo mengi, nimeshanawa, nguo nimevua, nimevaa hizi nguo nyingine hizi maalum kabisa kwa ajili ya huku, kitu ambacho wamenionea huruma ili sura ionekane angalau ni hii mask wamenionea huruma tuseme. Na hapa niko na mtaalamu mwenyewe wa mambo haya ambaye atatupitisha ipasavyo. Jitambulishe kwa watazamaji wetu wa Wekeza. Na pia unaomba kwa muda tu ili angalau waone sura.
Sawa, kwa mimi kwa majina naitwa George Tryphon, ni mtaalamu wa upandikizaji mimba. Lakini pia tuseme kwa kitaalamu inaitwa embryologist. Ndio niko hapa kama team tunafanya kwa ajili ya kuwezesha hii huduma iende sawa sawia kwa jamii yetu. Sawa, hebu niambie, tukiingia maabara, hatua ya kwanza tunaanzia wapi tuwapitishe Watanzania waone uwekezaji huu? Cha kwanza kuna njia mbili au kuna taratibu mbili. Kuna watu wanaoingia huku, moja ni wataalamu maana wafanyakazi, lakini pia kuna wateja ambao ni wagonjwa wanaoenda kuhudumiwa. Cha kwanza, kama ni mtaalamu anataka kuingia kwenye huduma, wako wataalamu aina mbili. Kuna wataalamu ambao ni wataalamu wa upandikizaji mimba, yani embryologist, lakini pia na watu ambao ni madaktari na manesi na wengine katika hiyo kategori. Kuna mlango huu ambao mmefikia pale, ukishanawa wao wanapitia kule, wanaingia chumba hiki ambacho unakiona ni chumba cha theater au kinaitwa patient door to pick up room. Hii ni pick up room maalum kwa ajili ya kutoa mayai. Tutaingia, tutaona wanavyochukua yale mayai ya mama baada ya kuyaandaa kule nje. Lakini kama ni wale wataalamu ambao ni embryologist ambao wanachukua yale mayai, wao wanapoingia mlango huu kwanza wanapitia hapa. Lakini kama ni mgonjwa, basi wataingia ule mlango mkubwa mnaoona nyuma ya kamera, then wataingia moja kwa moja, atapitia mlango huu, watampokea kwa ajili ya procedure tayari. Sasa sisi tutaanza kama embryologist, yani wataalamu wa upandikizaji tunaingia. Sawa. Kwa na mimi leo ni mtaalamu. Wewe ni mtaalamu. Hichi ni kituo cha kwanza kwa wale wataalamu wa kupandikizaji, yani embryologist. Unapofika hapa, ili eneo liko mahususi kwa ajili ya kuchunguza mbegu za baba na kuziandaa kwa ajili ya procedure. Kwa hiyo hivi vifaa vyote vinatumika kwa ajili ya kuandaa mbegu za baba kitaalamu zaidi, ambazo zinatokea hapa kwenye kile chumba ambacho nahisi mtakiona baadaye. Mbegu zinachukuliwa kule, zinakuja hapa, zinasafishwa, ndio tunamwandaa baba kwa ajili ya procedure. Lakini sasa kama kuna issue ya kuzifreeze, yani kuzitunza, kuzihifadhi zile mbegu kwa ajili ya matumizi ya baadaye, tuna chumba hiki ambacho kina vifaa vyake tayari kwa ajili ya kuhifadhi hizo mbegu tofauti tofauti, na kama kuhifadhi pia mayai ni mitungi tofauti tofauti ambao unaweka watoto na mbegu za kiume zinakuwa unawapo tayari. Sio kwamba wapo wengi wa kutoa. Sasa na kila mtungi una mbegu tofauti tofauti, sio kama mbegu tofauti tofauti, sio mbegu ya mtu mmoja tofauti. Ndio maana unaona A mpaka 9 zote kuna category fulani ambazo zinakuwa mle ndani. Sasa kuna swali muhimu sana, lakini mara nyingi huwa tunaona kwenye movie kunakuwa na kuchanganya mbegu. Hiyo huwa mnalizuia. Unaona pale nimelebo. Ule mtungi umelebiwa, una jina huo hapo, lakini kila canister unaona ina lebo. Kwa mfano nikifanya hivi, unaona hii ni A6, nikifanya A6 toa, unaona kuna cassette ndani. Kila cassette ina jina, lakini ndani tena kuna vial tena. Kwa hiyo nakuwa ninajua sasa nikifanya hivi, ninajua huu mtungi unaitwaje, huu mtungi unaitwaje na ujua kwenye kompyuta. Alafu A6 ni canister ambayo ndani yake ina kaseti nyekundu ambayo imelebiwa jina la mtu fulani, na kuna vial za rangi fulani ambazo unaona. Kwa hiyo na tribu kuanzia kule inakuja moja kwa moja, mimi nachukua 6, nachukua ile mtu anayemhitaji. Lakini sasa ndio inabidi umakini wa hali ya juu. Ndio utaalamu wenyewe. Tunaenda moja kwa moja, ili ni eneo rasmi kwa ajili sasa ya kubadilisha. Hapa tulikuwa kwa wanaume na hizi area tunaenda sehemu ambayo ni sterile zaidi kuliko tulivyokuwa. Kwa hiyo lazima uonawe tena mikono. Kwa hiyo hapa tunakuja, tunanawa mikono yetu. Na taratibu ila unawaji, tunanawa vizuri. Tunanawa kuanzia huku juu. Vizuri kabisa. Kwa hiyo kisha nawa, tunatulia kidogo. Tunamaliza. Sasa kisha nawa, unakuja hapa ni crossover bench. Hivi viatu vilivyokuwa navyo unaviacha. Unaviacha hapa, unachukua vile vingine vya huku. Sasa ndio tunabonyeza hapa, tunaingia huku. Zoezi pia mtazamaji wawekeza.
staff wanatokea ule mlango huu wanahusikana na hii eneo. Kwa hiyo wao sasa wanamlaza kwa kutumia hizo mashine, na hizo watachukua mayai yote ambayo yatakuwa yanakuja huku sasa. Sasa mbona kama naona procedures tofauti. Kwa mama anafanywa nusu kaputi? Nusu kaputi. Kwa mama. Baba sio nusu kaputi. Baba rais. La baba ni rais. Hapo unakuwa unaangalia nini? Naangalia mayai. Nikifanya magnification kama hizi, unaona kwa mfano kama unaangalia kama yako vizuri. Ila unaweza ukafungulia ukaona kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo unakuwa na scan kwa ajili ya kupata yale mayai salama. Then baadaye nitatumia hii incubator ambayo kwa kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kuhifadhi na kuandaa vifaa kama media. Unaona vilivyoko mle ndani yote hizo ni chemical ambazo ni vyakula vinavyotakiwa kwa ajili ya kulisha wale watoto na wakue katika kiwango kizuri. Ndio hii kama hizi sindano hizi. Hii sindano? Sindano ziko hizi hapa hizi. Ndio hizo vidogo hivi. Akondo moja mbegu ya kiume, nyingine mbegu ya kike. Sasa hii hapa. Hii inasaidia kushika yai. Inaingiza mbegu. Kwa hiyo ukiona nikifanya hivi, unaona yenyewe inakuwa inaingia kwenye yai hivyo. So nikipress hivi natoa, nikipush hivyo inakusimama. Kwa hiyo kwa kifupi hii ndio inaunganisha yai na nikishamaliza sasa natumia incubator kama hii ambayo wale watoto nakuja kuwahifadhi huko. Sawa, kwenye sehemu husika. Hapo unaweza kukaa zaidi ya watoto 70. Watoto 70 kwenye hiki kidude? Hata zaidi ya pale. Kwa hiyo kwa sababu kuna vichemba kibao vingi sana na tunatumia gesi tofauti kama medical ambazo zinatoka kwenye kile chumba cha nje alichoonyesha yule kijana, kama mmeona kule nje. Mitambo utatuonyesha hicho chumba cha nje. Mitambo inaleta gesi ambayo gesi inatokea hapa nitrogen kwenye mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya watoto. Sasa pale inakaa muda gani vizuri hapo? Sasa inategemea. Ukishatengeneza yule mtoto unaweza ukamwangalia ndani ya siku 3 ama 4 mpaka 5, lakini wakati mwingine zinaweza zikaenda mpaka siku 6, maximum siku 6. Baada hapo ndio mama anaingiziwa sasa. Sasa unaweza ukamwingizia mama au kama mama hayuko tayari kubeba ile kichanga au ile mtoto kumrudishia ndani, sisi tunafanyaje? Tuna freeze kwenye ile mitungi niliyokuonyesha, tunahifadhi kile kiinitete mpaka baadaye. Sio kwamba hata miaka 10 baadaye atakuja akute ile mtoto wake yuko hai. Kiinitete bado kiko hai. Unaweza ukahifadhi kwa muda ili kuandaa ule mji wa mimba wa mama uwe sawia kwa ajili ya kuchukua kile kinitete tayari kwa kutengeneza mimba ambayo ni kama kawaida. Hivi yeye baada ya unakaa kuanzia siku 3 mpaka 6, yeye akishaingiziwa sasa mpaka ije iadapt mwilini inachukua muda gani? Siku 14. Siku 14 anarudi hapa, tunapima tayari ameshakuwa mjamzito kama wajawazito wengine. Kuna tofauti yote watoto waliopatikana hivi na wale watoto wa kawaida? Hapana, hamna tofauti yoyote hata kidogo, kwa sababu mimi naweza nikakushauri kwamba labda kwa kiwango kikubwa kidogo angalau watoto wa huku wanakuwa naweza nikasema mimi bora kidogo kuliko wale wa natural. Why? Kwa sababu natural hakuna mtu anayefanya hata assessment hata sekunde kwamba ili yai zuri linalokuja mwezi huu hakuna mtu anayejua hii mbegu inayoingia. Hapana, wewe ni tap mimba imetokea, ilitokeaje utaujui. Kwa hiyo kama yai imekuja na siko sasa ujui kama imekuja, lakini huku tunaangalia kama mtoto. Kwa hiyo mfano kama kuna dalili ya ugonjwa wa moyo ile inapotokeaga nini, mnaweza mkaanza kudetect. Vinaangaliwa huku, vinaangaliwa vyote, unaangalia grade. Yaani unaweza ukapata mara moja ukapata tena vinitete kama 7 lakini vina grade. Grade A viko 3, grade B viko 2, grade C viko hivyo. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa grade A 2 tu au 1. Umeona sasa tumepata nafasi sasa ya kuchunguza ubora wa kile kinitete, lakini katika natural ni gizani. Hakuna mtu anayejua kwamba iliingiaje, ilitoka saa ngapi, ilikuwa na mkia au hapana. Kwa hiyo mimi naweza, lakini sio scientific proved ni kwamba watoto wote wanakuwa sawa, ila tuseme chance za wanazopewa katika fanyia analysis hii IVF inakuwa na
step ya juu kidogo kuliko hii ya kwetu. Sisi tunaenda kwenye kiwango cha kwamba hakuna mtoto atakayepandikizwa, au tunaenda kuongeza huduma ambayo ya kuangalia kabla tujarudisha kile kimtete kwa mama, tujue kina magonjwa ya kurithi au hapana, ana sickle cell au hapana, ana hivyo magonjwa ya moyo, kila kitu ndio hicho ambacho kiko njiani. Sasa huku kwenye hali ya kawaida havipo, lakini sisi tunaanza na tumeshaweka mitambo yetu tayari. Kwa hiyo tunaanza kutengeneza na kufanya analysis kabla ya kitu chochote. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ya kwamba unaweza ukawa albino lakini ukazaa watoto ambao sio albino kwa kutumia huduma hii. Very simple. Sawa sawa. Yes. Hivi watoto wanaopatikana kwa njia hii ya kupandikizwa pia wanakuwa wanafanana na wazazi wao? Swala la kufanana mimi naona halina shida, sababu hiyo sasa ni kitu kingine ambacho hakihusiani na IVF. Hiyo ni genetics, na kuna kitu kinaitwa dominant na recessive. Kama una mama atakuwa na gene, kwa sababu inatumika mbegu, mayai ya mama na mbegu za baba. Sasa hicho ni kitu kingine ambacho tunasema ni uwezo wao katika genetic makeup ya ku express, yani ya kujitangaza kwa mtoto atakayepatikana. Sasa itategemea mama ana uwezo gani wa kujionyesha kwa mtoto au baba. Sasa hivyo ni vitu vya genetic kawaida. Kama baba yeye genetic zake zinasema zita overlap za mama na watoto watafanana baba. Lakini kama mama ndo ana nguvu basi zitafanana za baba. Basi kama wako iko maana yake watashare half mtoto. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kiko kule. Hakiko related na IVF kwamba utengeneza alifanane mimi. Sasa hiyo ni kitu kingine ambacho hakipo kwenye huduma ya upandikizaji mimba. Ila kiko kwenye huduma ya watu wanaofanya genetics, masuala ya replacement, editing, gene editing, ambayo sio IVF. Hivi ni taaluma nyingine kabisa iko huko duniani. Yes, yeah. Sawa sawa. Nikushukuru sana dokta kwa utaalamu, kwa kutupa utaalamu na kutufafanulia mambo mbalimbali. Unaweza sasa ukaendelea sasa, najua kwamba nimekutoa kwenye jukumu lako. Nashukuru sana. Nyinyi mbarikiwe. Asante sana. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni mtaalamu wa masuala ya kupandikiza mimba katika kituo hiki cha kupandikiza mimba cha Kairuki Green IVF, ambaye alikuwa anatupa utaalamu kwa undani. Sasa tukiwa maabara, mambo yanaenda vipi na mambo mengine kama hayo, na ndio lengo letu la Wekeza Tanzania kuhakikisha kwamba tunakuleta site unaona uwekezaji huo, ambapo kwa mfululizo hivi tumefanya uwekezaji uone kwa kiasi gani sekta binafsi nayo inachajisha swala zima la utalii tiba na manufaa yake kwa nchi, lakini pia kwa kiasi gani inawaleta wageni kutoka huko nje. Na ni matumaini yangu kituo hiki cha kupandikiza mimba cha Kairuki Green IVF, licha ya kwamba umeelewa uwekezaji, lakini pia umeelewa haya mambo yanafanyika vipi, na ndio lengo la Wekeza Tanzania. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa kuendelea kutazama Wekeza Tanzania, kipindi chako pendwa kabisa. Lakini nishukuru sana wanaotupa jeuri, wadhamini wa Wekeza Tanzania wakati wote, Azania Bank, ambao pia ndio wanawezesha wawekezaji wakubwa kama hawa kufanya mambo yao, kununua mitambo na mambo mengine kama hayo. Mimi ni Vumilia Mwasha, kwa niaba ya mwongozaji wakati wote Wekeza Tanzania Neligo Mugitu, nikushukuru sana. Tukwambia kwamba Wekeza Tanzania tuendelea kupeleka site moja baada ya site nyingine, na huyu mwongozaji leo kanibatiza jina la Nesi Vumilia, na kaniambia kumbe hata bila makeup kipindi kinaenda vizuri sana. Mpaka wakati mwingine naendelea kutazama TBC, wanaendelea kutazama Wekeza Tanzania. Wekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Benki sikuwa peke yangu tena, time ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi. Chap nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza, wote walihitaji kufahamu hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu, nenda GEPG Payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital,
Benkika popote.